What's up guys, naitwa Mkiza Soul, ni mwalimu na msaidizi wa mambo ya kiroho. Kama ni mgeni kwenye hii page, saidia kusubscribe, like, weka comment yako, uliza chochote, share ili watu wengi wazidi kujifunza. Ukiona ishara hizi 6 kwenye nyumba yako, basi tambua ya kwamba nyumba yako ipo kwenye laana, na hiyo nyumba kama umepanga, basi unaweza kuondoka ama kuhama. Na kama hiyo nyumba ni ya kwako, nikimaanisha umeijenga, basi nisikilize kwa makini na ufuate ambayo nitaelekeza. Watu wengi wamekuwa wakiishi kwenye nyumba ambazo zipo chini ya laana pasi na wao kujua. Nikimaanisha kwamba pengine hiyo nyumba imepatikana kwa namna isiyo ya haki, labda kuna damu za watu zilimwagwa ili hiyo nyumba kupatikana, ama hiyo nyumba ilidhulumiwa, sio nyumba halali. Hivyo unaweza ukawa unapitia hizi ishara ama unaziona hizi ishara kwenye hiyo nyumba ambayo uko, haijalishi umepanga ama ni ya kwako, na ukawa hauelewi ina maana gani hizi ishara ama hivi vitu vinavyotokea, kwa nini vinatokea kwenye hiyo nyumba yako. Sasa ifuatayo ni listi ya ishara 6 ambazo ukiziona tu ama ukizipitia kwenye hiyo nyumba, hama ama fanya haya nitakayoyaelekeza. Ishara namba 1 ni mandoto mabaya. Hiyo nyumba haiishi kuwa na nightmares. Si watoto, si wazazi, si wafanyakazi, wote wanahangaika na mandoto mabaya kwenye hiyo nyumba. Hata kama mtu akijiegesha kwenye kasofa kidogo dakika 5-6 mchana ama usiku, anapata mandoto ya ajabu. Aidha anauliwa ama anapata mandoto ya kukimbizwa, mandoto yoyote ya kutisha ambayo si kawaida. Ukiona hiyo ishara, basi tambua ya kwamba nyumba yako inaweza kuwa kwenye laana fulani ambayo hauifahamu. Ishara ya 2 ni kuwa na harufu mbaya ama harufu isiyoeleweka kwenye nyumba yako. Kuna watu huwa mna nyumba ambazo mnazifanyia usafi kila siku, mnatumia harufu nzuri ama air fresh kwenye nyumba zenu, lakini hiyo nyumba haiachi kuwa na harufu mbaya ama harufu isiyoeleweka. Haijulikani ni panya amekufa mahali ama kuna chakula kilichooza kimeachwa jikoni, lakini kadri mnavyofanya usafi, harufu hiyo mbaya haiishi, na inaharibu hata ile raha ya kualika wageni ama ile raha ya kuwa na wageni nyumbani kwako, kwa sababu nyumba yako ni safi, lakini kuna kaharufu ambako hakaeleweki na hakajawahi kutoka tangu huko kwenye hiyo nyumba. Ukiona hiyo ishara, inaweza ikawa nyumba yako ipo chini ya laana fulani. Ishara namba 3, kuona magenge ama vituo vya wadudu wasioeleweka wanatokaga wapi. Kuna watu wana nyumba ambazo zina masisimizi tu yanatokeza tu, yanawafuata mpaka vitandani. Kuna mamende tu na hawaeleweki wanakotokea. Unafanya usafi, unajitahidi kuwa mtu poa kwenye nyumba yako, usitupe viuchafu ovyo, mabaki ya vyakula, lakini bado utakuta kuna manzi everywhere, kuna masisimizi ama kuna wadudu wa kung'ata ama wadudu wa hatari ambao mazingira yako na hao wadudu haviendani kabisa. Kuna watu mnakaa na mapanya yanakuja mpaka sebleni, yanawachekea, yanaaibisha tena wakati wa wageni. Ndio hayo mapanya yanakuja sebleni, yanakama, yanakatiza. Ukiona hiyo ishara, nyumba yako iko kwenye laana fulani ama uchawi fulani. Ishara namba 4, ukiona nyumba yako ina migogoro isiyoisha, maugomvi yasiyoisha, wazazi mnagombana sana ama watoto humo ndani hawaelewani, ni ugomvi, ili mradi ni ugomvi usiokuwa na kichwa wala miguu na migogoro isiyoisha, hiyo nyumba iko chini ya laana fulani ama uchawi fulani. Kuwa makini, kwa sababu kadri ambavyo mnaendelea kuwa na migogoro, ndivyo kadri mnavyopoteza mwingiliano mzuri kwenye nyumba zenu wa kifedha, kwa sababu nyumba isiyokuwa na amani, nyumba yenye migogoro na malumbano ya mara kwa mara, hakunaga milango ya fedha iliyokuwa wazi. Ishara namba 5 ambayo inaashiria nyumba yako inaweza ikawa chini ya laana fulani ni kelele ama vitu kusogea nyakati za usiku na havijasogezwa na mtu.
unaweza kukuta kuna kelele aidha juu ya mabati, ama kuna vitu jikoni vinasogea vyenyewe, unasikia kikombe kimeanguka tu chenyewe. Hakuna chochote ambacho kinasababisha hivyo vitu vianguke physical, lakini vitu vinajisogeza ama vitu vinaanguka, ama kelele zisizokuwa na kichwa wala miguu nyakati za usiku. Usiku umekuwa mgumu kwako na familia yako kwa sababu ya hizo kuna hiki kimepita huku, kuna hiki kimesogezwa. Ukiona hiyo ishara, basi nyumba yako inaweza kuwa chini ya laana fulani ama uchawi fulani. Chukulia makini. Ishara namba 6 na ya mwisho kwa siku ya leo ni kuporomoka kwa uchumi ambako hakueleweki kumetokeaje. Yaani umehamia tu kwenye hiyo nyumba, ghafla mambo yako haendi sawa, uchumi unaporomoka. Ama umejenga hiyo nyumba ukahamia tu, mambo yanaanza kuwa mabaya kifedha kwako, kwa mkeo, kwa watoto wako. Kila kitu kinachohusiana na fedha hakieleweki tena kwenye hiyo nyumba. Ukiona hiyo ishara, nyumba yako iko chini ya laana fulani ama kuna uchawi fulani kwenye nyumba yako. Zingatia haya ambayo nataka kuyafafanua. So kuna hizi njia ambazo unaweza ukatumia kudhibiti ama kuondoa hiyo laana iliyoko kwenye nyumba yako. Njia ya kwanza ya kufanya kwenye nyumba yenye laana, ama njia ya kwanza ya kuitumia kwenye nyumba ambayo ina laana ili kuondoa hiyo laana, namba 1 ni cleansing ritual. Ritual ama tambiko ama ibada ya kusafisha hiyo nyumba na vifaa maalum vya kusafishia nyumba yako. Kuna wengine hutumia sage, kuna wengine hutumia chumvi, kuna wengine hutumia vingine vya ziada ambavyo sitavizungumza kwenye hii video. Kwa hiyo fanya hiyo kitu labda kila baada ya muda fulani, kila baada ya mwezi. Inaweza ikawa kipindi cha full moon ama mwezi mpevu. Hicho ni kipindi poa sana cha wewe kufanya hiyo ibada ya kusafisha nyumba yako. Na hii unaweza ukaifanya hata kwenye ofisi yako ama eneo lako la biashara, kwa sababu sehemu hizi zote huwa zinapachikwa laana ama huwa zinawekwa laana ili kukuharibia wewe, ama wewe mwenyewe unaweza ukawa umejiletea hiyo laana pasina kuelewa ama pasina kufahamu. Njia ya pili kuondoa hiyo laana kwenye nyumba yako ama uchawi ulioko kwenye nyumba yako ni kuweka ama kucheza vitu vinavyohusiana na positivity ama vya kiroho. Kwa mfano, kuna baadhi ya watu huwa wanawekaga some frequencies, miziki yenye frequencies za kuondoa negativity. Si kama tunaelewana vizuri. Kuna wengine wanawekaga ngoma zao za kiasili za nyumbani ambazo zinaashiria victory ama zinaashiria ushindi ama zinaashiria vita. Kuna wengine wanawekaga maneno ya kiimani. It doesn't matter wewe ni mtu wa dini ama ni mtu ambaye uko nje ya dini. Vyovyote vile ambavyo wewe unaona ni sawa, basi fanya hivyo ili kuondoa hiyo laana ama uchawi kwenye nyumba yako. Njia ya tatu inayoweza kukusaidia ni kuweka ama kupanda mimea kwenye hiyo nyumba, mimea ambayo inaweza kuondoa negativity ama uchawi kwenye nyumba yako. Kuna mimea mingi sana nitakuja kuiorodhesha kwenye video zijazo, mimea ambayo inaweza kukusaidia wewe kuondoa uchawi. Na hii mimea wachawi wengi sana wanaijua na hawakanyagagi kwenye nyumba yenye hiyo mimea. Njia ya 4 na ya mwisho kwa siku ya leo ni kuondoa chochote kile chenye historia mbaya kwenye hiyo nyumba. Let's say kuna tukio liliwahi kutokea ambalo lilihusisha laana, ama kuna kitu fulani ambacho kiliwahi kuwekwa ambacho kinahusisha laana fulani. Kuna mtu alikileta pale na huyo mtu aliacha pale ubaya ama aliacha chochote ambacho sio kizuri. Kile kitu ni cha kuondolewa. Kiondolewe. Haijalishi ni nguo, haijalishi ni kochi, ni chochote kile ambacho huenda kilileta laana pale. Hata kama ni mtu ambaye ndiye alileta laana pale, basi na aende. Kama ni ndugu amekuja kutembea alafu tangu amefika kuna hivyo vitu vinaendelea, aende. Kama kuna chochote ulikileta nyumbani kwako alafu tangu kimefika hakina chochote chema zaidi ya kuleta historia mbaya kwenye hiyo nyumba, basi hicho kitu na kiende. It doesn't matter unakithamini kiasi gani, kwa sababu amani ya nyumba yako kuwa huru ni kitu kikubwa sana na cha thamani sana zaidi ya hicho unachokingangania ambacho kimeleta matatizo kwenye nyumba yako. Kabla sijamalizia, naomba niwakumbushe kitu kimoja.
Nyumba yako sio sehemu tu ya kwenda kulala. Nyumba yako ni hekalu la nafsi yako. Nyumba yako ni mahali nafsi yako inatulia na kupumzika. Kwa hiyo jitahidi sana usiishi sehemu yenye giza, usiishi sehemu yenye laana, kwa sababu hiyo laana kadri utakavyokuwa unaendelea kuiruhusu, hilo giza kadri utakavyokuwa unaendelea kuliruhusu, basi mwanga na mambo mazuri, baraka vinaishia taratibu, na utasahau hivyo vitu kwenye nyumba yako ama familia yako. Nawapenda sana. Peace.